na kusalimu sana katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunakwenda kujifunza kwa kina habari za pekee kuhusu ibada aliyoianzisha Yesu Kristo. Nikukaribishe tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya wewe kutupatia nuru iliyo katika Yesu Kristo. Tunapokwenda kujifunza mwanzo wa ibada iliyowekwa kupitia kwa Yesu, tujinyenyekeze kwako, utufundishe katika jina la Yesu. Amen. Katika somo lililopita tulimwona Yesu kama muumbaji. Na Yesu kama muumbaji wetu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Katika kitabu kile cha Mwanzo tulisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tunasoma kisa cha uumbaji. Anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya, aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo tunaona uumbaji wa siku 6. Siku ya kwanza mpaka siku ya 6. Siku ya 6 mwanadamu anaumbwa, na siku ya 7 Mungu anaweka ibada. Na somo letu la leo linahusu hatua 3 zinazothibitisha ya kwamba Yesu Kristo ndiye aliyeweka ibada. Hatua ya kwanza inatokana na kazi yake ya uumbaji. Yesu Kristo ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Katika Yohana 1 fungu la kwanza hadi la 3, maandiko yanasema hapo mwanzo palikuwapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na fungu la 3 linasemaje? Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na lakini pia tulisoma Wakolosai 1 fungu la 15 hadi 18, mahali ambapo Biblia inasema Mungu yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Maana katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyoko mbinguni na vilivyoko juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, iwe ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa tunaye Yesu Kristo katika hatua ya kwanza ya kuweka ibada. Aliyeweka ibada ni Yesu Kristo mwenyewe, kwa sababu kwa mikono yake, kwa neno lake, na kwa yeye mwenyewe kujihusisha kama kiini cha uumbaji, Yesu ndiye mwanzilishi wa ibada. Na tunaona Biblia inasema ibada ni siku ya 7 ya juma. Lakini hii siku ya 7 ya juma, kwa sababu hatutampoteza Yesu, tutakuja kugundua kwamba ni siku gani. Kwa jambo la kwanza linalothibitisha kwamba Yesu alianzisha ibada ni tendo lake la kuumba. Kwa kama tunamwamini Yesu Kristo kama Mwokozi, au kama mpatanishi, au kama mtetezi wetu, au kama njia sisi kusamehewa dhambi, au kama mwombezi wetu ambaye kwa jina lake tunaomba mbele za Baba, tunapaswa kwanza, kabla ya kukubali hivyo vyeo vingine vyote na majina yote hayo ya Yesu Kristo, tunapaswa kukubali Yesu Kristo kama muumbaji na kama mwanzilishi wa ibada. Waebrania sura ile ya 12 fungu la 2, nitasoma kutoka katika kitabu chetu. Anasema kitu fulani. Anasema hivi, Waebrania 12 fungu la 2, anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu. Kwa chochote tunachotakiwa kufanya kama Wakristo, lazima tumtazame Yesu, kwa sababu Kristo aliwekwa mbele yetu tangu pale tulipoanza sisi kuumbwa mpaka mwisho. Kwa mwanzo wa ibada ni Yesu Kristo mwenyewe. Lakini pia tunataka tujifunze zaidi. Anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 6 na la 7, inasisitiza nani anapaswa kupewa ibada. Ufunuo 14:6 na 7 anasema, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Na huyo aliyeumba vitu vyote, aliyefanya mbingu na nchi na aliyeweka bahari na chemchemi za maji, tumesoma ni Yesu Kristo, na vyote vilifanyika kwa huyo, na ndani yake Baba alifanya kila kitu. Kwa hiyo hatuwezi kuiweka ibada mbali na Yesu Kristo. Ibada sio kitu mtu alichobuni, na nataka nikumbushe kitu kimoja. Ibada sio kitu ambacho Adamu alifikiri kwamba Adamu na Hawa
Walipoumbwa wakasema kuna kitu hatujapewa. Hawakuomba ibada wala hawakuhisi hitaji la ibada wala hawakupendekeza Mungu awape siku ya ibada. Kinachofanya mwanadamu apumzike, Mungu anaweka alama ya kwamba yeye ni muumbaji kwa kutenga siku moja ya mwanadamu kukumbuka kazi zote za Mungu. Kama Adamu katika utakatifu wao na Hawa hawakuweza kukumbuka, hawakuweza kujitungia ibada yao, walipewa ibada, walipangiwa siku. Je, sisi tulio wa dhambi tunaweza tukawa bora zaidi? Acha Adamu na Hawa, je, tunaweza tukamrekebisha Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye ndani yake Baba alikuwepo na Roho alikuwepo akitenda hizo kazi zote za Mungu? Tunaweza tukavuka hiyo mistari mitakatifu kiasi hicho? Mbinguni malaika hawajawahi kufikiri kuwa na option nyingine ya ibada au siku nyingine au wakati mwingine au tendo lingine. Tusiseme siku na vitu kama hivyo, kwa sababu huko mbinguni kuna mfumo mwingine wa kuhesabu wakati. Lakini wao pia hawakuwa na ubunifu kinyume. Mbinguni hakuna ubunifu kinyume na Mungu, na ubunifu wowote kinyume na mpango wa Mungu ni uasi. Na shetani pia alipoanza ubunifu wake alionekana ni mwasi. Kwa hatua ya kwanza ya kuonesha kwamba Yesu Kristo ni mwanzilishi wa ibada ni tendo lake la kuumba na kuweka siku ya ibada. Hatua yake ya pili ni ipi? Nitakupeleka sasa katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya Wakorinto wa kwanza sura ya 10 fungu la kwanza. Anasema hiki ni kipindi ambapo Yesu anatembea sasa na kanisa lake kutokea Misri kwenda jangwani. Kama humjui Yesu Kristo vizuri, ninataka nikusomea, utakuja kuelewa kitu cha ajabu sana. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katikati ya wingu na katika bahari. Fungu la 3, wote wakala chakula kile kile cha roho, kwa maana wote waliunywea wakakinywea, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Sasa kuna kitu cha pekee hapo. Wakati Yesu analichukua kanisa kutokea Misri kwenda kurudisha katika Kanaani, maandiko yanasema aliyetembea na kanisa katika jangwa ni Yesu Kristo. Walipokunywa maji jangwani alikuwa ni Yesu Kristo. Sasa sikiliza vizuri. Biblia inasema ule mwamba uliwafuata. Sio mwamba uliotoa maji mara moja wala mara mbili. It is believed, inaaminika na kutokana na kisa cha wana wa Israeli kutembea jangwani miaka 40 bila vyanzo vya maji, aliyekuwa anatembea na taifa kulinywesha maji ni Yesu mwenyewe. For 40 years, miaka 40 alitembea na kanisa. Na ukirudi kwenye historia vizuri, Biblia inasema walipotoka pale Misri, walitoka mara ya mwisho ni kifo cha mwana kondoo, na Biblia inasema yule mwana kondoo ni Kristo mwenyewe. Ilikuwa ni ishara ya kifo cha Yesu Kristo, na Yesu Kristo analichukua kutoka jangwani, kutoka Misri analileta jangwani, halafu analifikisha chini ya mlima Sinai. Na tulishasoma mwanzoni ya kwamba Yesu anasema hakuna aliyewahi kumuona Baba hata siku moja. Hakuna mtu aliyewahi kumuona Baba katika kitabu cha Yohana 5:37, Yohana 5:36 utasoma hapo. Na Yohana Injili ya Yohana mwenyewe anasema katika Yohana 1:18 ya kwamba hakuna mtu aliyewahi kumuona Baba. Kama hakuna mtu aliyewahi kumuona Baba, aliyeshuka juu ya mlima Sinai ni Yesu Kristo. Na anapolifikisha pale, Yesu aliyeweka Sabato anawashushia mbao za mawe na kuwaambia, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Hiyo inapatikana katika kitabu gani? Kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8 hadi la 11. Haanzii kule nyuma
anarudisha mawazo yao kule nyuma ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mfanyakazi wako wala chochote alicho nacho jirani, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo anarudisha, hiyo ni mara ya pili sasa. Mara ya kwanza aliiweka kama climax, kama kilele cha uumbaji. Mara ya pili anapolitoa taifa lililokaa katika upagani miaka 430, analifikisha chini ya mlima Sinai, na yeye mwenyewe anashuka juu ya mlima Sinai na kutangaza. Biblia inasema Bwana akanena. Na sasa nataka nithibitishe, Yesu anasema hakuna mtu aliyewahi kusikia sauti ya Baba wala aliyeona sura ya Baba. Kwa hiyo aliyenena juu ya mlima Sinai si mwingine, ni yule aliyekaa kati yetu na Baba, Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anashusha amri 10, na hata hivyo Musa asingeweza kukaa katika uwepo wa Baba siku 40. Mungu anamwambia Musa, huwezi kuniona uso ukaishi. Halafu Mungu huyo huyo asiyeweza kuonekana na Musa aandike juu ya mbao za mawe akae na Musa siku 40, kama Musa asingekuwa amekufa. Aliyeandika juu ya mbao za mawe ni Yesu Kristo mwenyewe. Aliyeshusha zile mbao akampa Musa ni Yesu Kristo mwenyewe. Na Musa anashusha zile mbao kwa wana wa Israeli. Kwa aliyewapa Israeli Sabato pale jangwani, aliyekaa na wana wa Israeli miaka 40 jangwani ni Yesu Kristo. Hiyo ni hatua ya pili inayothibitisha ya kwamba Yesu alianzisha Sabato na akairudisha ilipopotezwa na ibada ya sanamu. Kwa hiyo ni hatua ya pili. Biblia inasema alitembea na kanisa lake miaka 40 jangwani. Hatua ya tatu ambayo nitakuingiza ni wakati Yesu anapozaliwa kama mwanadamu. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 4, anapozaliwa kama mwanadamu, anarudisha tena na kudefine na kuelezea maana ya ibada, lakini yeye mwenyewe katika desturi ya ibada yake aliabudu katika siku ile ile ya Sabato. Kitabu hichi cha Luka sura ya 4 fungu la 16, Biblia inasema hivi. Anasema akaenda Nazareti. Anayezungumzwa hapo ni Yesu, kwa sababu kianzia fungu la 14 utaelewa. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Siku ya Sabato Yesu katika ubinadamu wake aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Nimefupisha sana kisa cha Yesu na wana wa Israeli jangwani, lakini sasa ni kwa sababu ya muda na natamani upate vitu ambavyo havikuchoshi. Lakini tungekaa muda mrefu kuthibitisha aliyekuwepo jangwani ni Yesu Kristo, ungeelewa na kunyanyua mikono yako. Lakini hapa ni mara ya tatu anaposhuka katika ubinadamu, anaposhuka akivua utukufu, anatenda kile kile na kukishika kile alichokianzisha yeye. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo anathibitisha kwa mara ya tatu ya kwamba Sabato ndiyo siku ya ibada. Kwa Kristo ni mwanzilishi wa ibada. Yeye asiyekosea tangu milele ndiye tunayeweza kuamini ya kwamba yeye ni mwaminifu. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni muumbaji wetu. Sabato ni alama ya kazi yake ya uumbaji. Kama tunavyompokea katika ukombozi, ishara ya msalaba, kwamba kwa kifo chake sisi tumepona, tunamtangaza kama mwokozi wetu, tunapaswa kumkiri Yesu kama muumbaji wetu kwa kuishika Sabato. Na hiyo haina mashaka popote pale katika Biblia, maana kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni Yesu na manabii, kwa Yesu habadiliki. Kwa hiyo Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Torati yake haitabadilika, na anamwambia Musa, sikiliza sasa nithibitishe zaidi. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 5 fungu la 41 anasema, mngalimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Musa aliandika habari zangu. Yesu anasema kisa cha kuwatoa Misri ni cha kwangu. No, kisa cha uumbaji ni cha kwangu. Kisa cha mimi na Ibrahimu, kisa cha kutembea kwenda Sodoma, kisa cha kubariki kizazi cha Nuhu linapotoka katika safina, kisa cha kutoa taifa langu kutoka Misri,
kisa cha kuanyweshwa miaka 40 maji, kisa cha nyoka wa shaba pale jangwani, kisa cha kukutana na Musa katika kichaka kinachowaka moto, kisa cha kushuka katika juu ya mlima Sinai. Kisa chote cha wana wa Israeli ni kisa cha Yesu Kristo. Kwa hakuna tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya. Hakuna tofauti ya sabato aliyoshika Musa na sabato hii tunayoshika leo. Na Kristo ndiye aliyeliita lile taifa. Kwa hiyo kwa mara ya tatu anatangaza yeye mwenyewe ya kwamba yeye ni Bwana wa sabato. Katika kitabu cha Marko sura ya 2 fungu lile la 27 na 28 anasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Maana yeye ndiye aliyemfanya mwanadamu. Na hivyo Bwana wa sabato, mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Yesu anasema mimi ndiye bosi wa sabato. Mimi ndiye niliyeweka sabato. Mimi ndiye nilianzisha sabato. Mimi ndiye niliumba mbingu na nchi nikaiweka. Kwa hakuna mtu wa kumrekebisha Yesu. Kuna watu wanasema Wayahudi walisema Yesu alivunja sabato. Yeye hapaswi kurekebishwa na Wayahudi. Yeye ndiye anapaswa kuwarekebisha Wayahudi. Maana Wayahudi hawakumjua yeye. Biblia inasema wazi ya kwamba alipofika kwake ndani ya taifa lake hawakumpokea. Kwa hiyo hawakumtambua. Kama wangemtambua, wangeelewa anayezungumza ndiye aliyewapa ibada. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hicho ni kitu cha kufikiria na kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa nini? Wa sabato. Hatuwezi kwenda kinyume na hatuwezi kuboresha zaidi ya kile alichokifanya Mwokozi. Nimekusomea. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 4 hadi la 6 anasema hivi. Wana wa Israeli walipewa amri 10 lakini wakaingia katika kuabudu sanamu na Mungu akaikataa ibada yao. Maana walikuwa wanavunja amri ya pili isemayo usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, napatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Pamoja na hayo, Mungu bado anatangaza ya kwamba anatangaza baraka kwa vizazi elfu vya wanaozishika amri zake. Lakini sasa katika Biblia kuna makundi mengi ya sabato. Na mimi leo siwezi kwenda mbali zaidi. Kesho katika somo linalofuata ndipo nitatambulisha yale makundi ya sabato, lakini pia nitakuja pia na njia za kuthibitisha zingine kwamba sabato ni siku gani. Lakini kwa siku ya leo tunasema sabato ni siku ya Jumamosi, maana Israeli mpaka leo, taifa lisilopotea katika historia, wanasali siku ya Jumamosi, na Kristo alitoka kwa Wayahudi, na Biblia inasema wokovu unatoka kwa Wayahudi, na amri hiyo ni amri ya milele. Na hivyo tunakuomba Mungu akubariki unapoendelea kusikiliza sehemu ya kwanza ya ibada aliyoianzisha Yesu Kristo. God bless you na kuombea ushindi, na utakapokwenda share ujumbe huu, unafanya vyote kulingana na mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru. Asante kwa kutufunulia ya kwamba kwa hatua 3 kupitia uumbaji Kristo alisimika sabato. Kupitia kisa chake cha kutembea na wana wa Israeli alirudisha tena sabato. Tena Biblia inasema alitembea nao miaka 40 katika nguzo ya wingu, katika nguzo ya moto, katika wingu juu, na pia alitembea nao kama mwamba uliowafuata, na hivyo mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Na alipofika chini ya mlima Sinai akawaambia ikumbuke siku ya sabato. Huyo ni Yesu. Lakini alipozaliwa hakwenda kinyume, maana Mungu habadiliki. Akaendelea tena kuwakumbusha kwa vitendo kwamba sabato ni siku ya ibada yake na yeye ndiye Bwana wa sabato. Kwa wale wanaomfuata Yesu, wale wanaomwamini Yesu, wakaikataa amri yake, wakakataa kazi yake, wakakataa sabato yake, wanapinga kisa chake cha uumbaji, wanapinga yeye kuwa mmiliki na mwanzilishi wa ibada, wanamrekebisha yeye Yesu Kristo asiyekosea, na ambaye alisema neno lake litadumu hata kama mbingu na nchi zitapita. Ninamwombea mtumishi wako, mpatie Roho Mtakatifu, amkubali Yesu Kristo kama Bwana wa ibada
na Bwana na mwanzilishi wa Sabato. Nakushukuru katika jina la Yesu, amina.